mimi nilipofika, miongoni mwa stories nilizozipata za chini chini, kuna mtu juzi kapigwa na mkewe. Sasa mimi nataka nisikie, kweli huyo mtu kweli alipigwa? Na hili jambo la watu kupigwa na wake zao lipo? Habari yako? Salamu. Wanakufahamu kama nani? Yasini Kimaro. Kimaro ni watu wapi? Moshi, Kilimanjaro. Wachaga. Ndio. Mnaijua nyie? Yala. Hebu niambie, safari ya kutoka Kilimanjaro mpaka kulikuja kwa ajili ya kutafuta fedha ama kulikuwa na safari nyingine? Nilikuja kwa ajili ya kutafuta maisha. Okay. Ndio. Baada ya kupata maisha? Ndio hivyo ndo naendelea nayo sasa. Sawa bwana, sasa mimi nimesikia bana kuna mtu kapigwa huko mtaani na mke wake, kweli? Wewe uko hapa muda wote? Ndio. Wanawake kweli wanaume kweli wanapigwa. Wanapigwa kweli, si mchezo. Kabisa. Sema hizo wanaume wengine hadi ni siri zao hawezi kusema. Ni siri za ndani hizo. Na niweke na ni kitu ambacho nishashuhudiaga. Sio kidogo. Wala sio mara moja. Nishashuhudia sana wanaopigwa wengi sana na wake zao. Hivi sababu inaofanya watu wanapigwa na wake zao kitu gani? Maana tunaamini mwanaume ndio kichwa cha familia. Unatokana na upole wa mwanaume jinsi ulivyo, na mwanamke naye anakuwa na ukali wake. Sasa ule ukali ndo anakuwa anauleta kwa ule mwanaume jinsi anavyokuwa mpole. Kwa hiyo anavyomkalipikia ule mwanamume, mwanaume anakuwa muoga, anashuka, akiambia fanya hivi, anafanya. Nenda hivi, anaenda. Akichelewa kidogo, baba fulani, kwa nini umefanya hivi? Yaani anapelekeshwa kama mtoto. Akileta ujinga kidogo, vichwa, ngumi. Watu wanakula vichwa, watu wanakula ngumi kwa sababu ya upole. Sio kwamba labda mwanaume unakuwa, unajua kuna ile familia baba ni mlevi kupindukia, mama ndo ana play party zote mpaka anachoka. Unajua kwa ulevi, ukisema kupiga mlevi, mama ukisema umepiga mwanaume ambaye amelewa ni sawa vile umemuonea. Sawa, kwa sababu yule ni mtu ambaye yuko kwenye akili zingine. Lakini akiwa mzima mama, mwanaume umgusi, utangoka meno mama, utavunjwa taya. Kwa bana kweli watu wanapigwa. Sasa hivi ni kitu gani kifanyike sasa? Ama ni sababu ipi inapelekea wamama sasa hivi wamekuwa mabondia? Kwa nini wanapiga? Kwa nini? Wamama wanapiga wanaume kutokana na nini? Wanaume zao hawathamini. Kitu cha kwanza, hawathamini wake zao, hawaheshimu wake zao. Ndio vitu kama hivyo unakuta mwanaume anakuwa na michepuko mingi kutoka huko nje. Nyumbani anamwacha mama kama mama. Mama yeye ndo anahangaika na kila kitu, anahangaika na familia, anahangaika na hicho, anahangaika. Alafu baba akija jioni anadai chakula kama mwanaume. Kwa nini mwanamke usishikwe na hasira kama kumdunda, unachukua hata stuli unaweka hata la kichwa? Mbona kama unachongozea, unachochea. Ushawahi kuona hiyo tukio nini? Kabisa, yani live. Ninavyokuambia mimi ni live. Mtu kapewa stuli. Kabisa. Yaani mwanamke anashikwa na adhabu. Kwa ajili gani? Akija akifikiria mwanaume kitu anachomfanyia, akiendani na yeye. Unaona? Alafu akija akiangalia mahali walipotoka ni mbaya, tayari ameshampotezea muda na nini na nini. Kwa hiyo anaona msheza anakuja kuniharibia mimi maisha yangu. Anakuja kunitesa mimi hapa kwa ajili gani? Bora nimuonyeshe. Umeoa? Mimi nimeoa ndio. Sasa kuna hili wimbi la watu sasa hivi, unasikia mama ameua watoto wa mwanaume aliomkuta nao, labda mwanaume alishazaa na mwanamke mwingine, ameua, mara amewafanya hivi. Matendo mengi yamekuwa mengi sana ya ukatili, ya kikatili kwenye hizi ndoa zetu. Sababu kubwa inayopelekea haya mambo ni kitu gani? Wivu wa mapenzi. Ambao unasababishwa kwenye hivyo. Nani sababu? Mama, baba? Ni baba, kwa sababu alivyoa unaweza kuta labda kumshirikisha yule mwanamke kwamba mimi bwana na familia wa nje labda wawili watatu mmoja, yeye alimdanganya kwamba sina. Alivyomuoa ndo akaja akamwambia sasa na watoto. Sasa mwanamke unakuta anapewa mwanamke mwingine, unajua kuna mwingine tena hapendi watoto wa nje. Kwa nini aje alete vifaranga vya watu? Hadi nije nile vifaranga vya watu ni ya kazi gani? Hadi je nile mtoto wa mwanamke mwingine? Nyonga wape sumu afie mbali. Kwa unashauri nini sasa kwa jamii ambao wana hizo tabia? Kwa jamii hizo tabia, mimi naomba hivi, wanawake wa design hiyo, ule mkuta mwanaume na watoto wake, wapende wale watoto kama wakwako, na wakwako yani wote ni familia moja. Kwa sababu ule mwanaume umemkuta na wale watoto, jaribu kuwakumbatia, kuwapenda. Usiwachukie, na wale pia wanaweza wakaja kwa ndo
ndo faida yako ya baadaye. Wale wanaweza kuja kukusaidia kushinda hata wa kwako. Kwa sababu hata mimi mwenyewe pia na kakaangu pia na watoto wa nje. Lakini ukiangalia kakaangu amejengewa nyumba kubwa. Kakaangu alikuwa amejenga, bali pale mahali alipokuwa ni nyumba ni ya zamani. Kajengewa nyumba ya kisasa, akahamishwa. Huyo ni mtoto wa kike wa nje, akafunga harusi, akamkabidhi babake ufunguo ya nyumba kwenye harusi, ukumbi wa watu. Yaani kwenye umma wa watu, akamkabidhi baba ufunguo, akamwambia baba naomba ama pale, amea kwenye ile nyumba ambayo nilikuwa nimejenga pale. Ni ya kwako. Kwa hiyo ni matunda ya mtoto wa nje. Kwa hiyo jamani umemkuta. Kwa hiyo ni ile kwamba mtoto mwenzio mfanye kama mtoto wako. Wa kwako. Usimdharau. Na wala usimchukie. Sawa bana. Nimeona hapa unatengeneza chapati, kuna supu, kuna vitu vingi sana tofauti. Hizi kazi bwana ukienda asilimia kubwa tunaona akina mama ndio wako wanafanya hivi vitu. Lakini jamii tunaamini, imani yetu ni kwamba mara hivi vitu vimeanzishwa sana na akina mama zetu, mama ntilie na vitu kama. Kwako wewe ili kuaje? Lakini pia hasa changamoto gani ambayo unakutana nayo kwenye hii kazi yako sasa ukiwa kama sasa tuite baba ntilie? Baba ntilie, yes. Changamoto sija kutanaga na changamoto yoyote, ila changamoto nimekuja kutana nayo hapa Dodoma. Changamoto ya Dodoma ni watu wanawivu wa biashara na wateja pia vile vile. Mtu unaweza kutengeneza kitu hapa, unaona kama wenzetu walioko pale bodaboda wanaweza wasikuungisha hapa, wakaenda sehemu nyingine hapa hivyo, wakaja watu wengine baki tofauti. Yaani hizo ni roza kwa nini? Kwamba tukimungisha watafaidi, ni bora tuende sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaenda na changamoto nayo tukabili hivyo basi. Kwa hiyo ni kwamba ile wanasema kwamba au ndio ile yani wenyeji kwa wenyeji, wageni kwa wageni. Ndio kitu kama hicho. Na unawatengeneza kitu kizuri mama, kitu unachotengeneza hapa hamna, ni kitu kutoka Moshi. Yaani hata mwenyewe hapo unasikia maragi jinsi yanavyonukia mama. Supu yenyewe hapo kinywa mwenyewe utapenda. Lakini wapi? Tukimuungisha Kimaro atapata. Ya kazi gani? Lakini wako wa Samaria wanakuja hapa wanaungisha na wanasifia, wanaleta na wateja na wengine ni watu baki kutoka pembeni. Lakini hapa uongo mbaya. Kwa tatizo kubwa la Dodoma ni roho za kwa nini? Wivu. Ndio yaani ndio changamoto ile kuja kuikuta huko. Basi. Lakini unashukuru kwamba unatengeneza mzigo, ukitengeneza si unakata unaisha. Hapa nikuja pale anza na chapati 70. Sasa hivi nimeshafika 180. Na chapati zangu zinasifiwa. Kimaro anapika bwana. Baya mno. Chapati mnyambuliko. Hilo supu vipi upande wa supu? Maana supu tumezoea supu za mtaani maji mengi. Supu hii hapa, njoo hapa hivyo tuone. Kama vile kameraman anavyochukua picha anavyoonyesha, umeiona? Supu imeenda. Hii supu ndo yenyewe hii. Hii mambo ukinywa kama ni mzazi. Huu mlango hapa ni mdogo. Unakuwa kibonge. Acha, mke wangu mimi mwenyewe ni bwana kibongo kama huyu binti hapa. Sasa hivi ni mbonge la mama. Kwa sababu ya supu. Supu, watoto 3. Yaani inabidi unipe. Kwa hiyo supu pambe, watoto 3 lakini hapa hapiti. Mambo mashallah. Mama. Mawaliwali hivi madikodiko. Mimi ndo mwenyewe. Yaani mama ukinialika kwenye pati yako, ukanikabidhi masufuria na kila kitu. Mama wewe kwenye pilau tu. Yaani utakula pilau niambia baba hii pilau sije kulaga. Mabiriani nini ndo mwenyewe. Kimaro ndo kabali yao, kiboko kabisa wanasema. Haya bwana, lolote la kumalizia kwa wateja, lakini wale watu ambao wana roho za kwa nini hawataki kusapoti wengine hali ya kuwa labda kwa kuwa ni mgeni ama kwa kuona unapata? Yaani wachukulie ugeni, wanaona kwamba nitapata zaidi. Na pia sio kwamba walishajaribu wakaona huyu jamaa anafaa, ila tukimpa kampani atatoka zaidi. Na kwamba sasa ndio hivyo ilivyo, yani wanaenda kula mataputapu huko ya kwangu wananiachia, lakini wanaoielewa ya kwangu wanapiga. Hapa nilianza na miguu miwili ya ng'ombe, sasa hivi napiga ng'ombe mzima. Miguu 4. Utaniambia nini? Mambo ya vinyunyunyu kidogo.
Ila sasa kuna ule unyunyu ule sasa wa kwa babu ule. Unatokea Moshi. Hatutumii bwana. Sema kweli Kimaro. Hiyo tunatumia kudra za Mwenyezi Mungu. Kimaro mimi naogopa, wewe uogopi? Hapana. Hivyo vitu bado havijafikia hivyo. Tungekuwa tumefikia hivyo. Ile eneo pale ingekuwa ni lidogo alifai. Ndio nimeshatanua huko na kule na bado. Lakini kwa sasa hivi tunaenda na Mungu kwanza. Na Mungu kwanza. Mimi mwenyewe naishiwa pa kwa sababu kwa sababu unasema? Kwa sababu ukisema tutumie hiyo ile mtu akiangalia hapa hivi apepesi jicho. Akishaangalia hivi anakuja mwenyewe anakaa na agiza. Wanakuja tu wanapaki. Moshi mnahitaji? Hiyo tunaita babu kanjenje. Babu kanjenje hiyo. Nimepata jina jipya mjini. Ukija vibaya unajua babu kanjenje unaisikia. Kaa kwa kutulia. Kutoka kwetu Moshi Kilimanjaro. Sio shida zetu. Tukaribishe sasa tuje. Ukitaka sasa kuja kunywa supu hapa unasema unaenda kunywa kwa Prando. 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 Ambaye anauza supu, chapati, maharage, kila kitu. Kila siku au una weekend? Siku mpaka na Jumapili ipo. Kwa sababu wateja wangu tayari wameshazoea. Kwa hiyo ukikosa siku moja hapa tayari lawama. Na wakoste wateja wangu. Cha mwisho cha kumalizia. Wanawake waache ubabe kupiga wanaume zao. Waheshimu wanaume zao. Hata kama wana maovu wawastiri. Wasiwapige. Wasiwapige. Shukrani sana. Asante mama.